بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Natambua kwamba tupo ndani ya masiku 10 ambayo wasielewa haya masala, baadhi ya wanachuoni waliyakataa na walisema ilipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakufunga, wakasema kwamba haya masala ni bid'a. Lakini Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, Ibn Baz, Ibn Abbas waliyaunga mkono masiku haya na wakasema ya kwamba pamoja na kwamba mtume hakufunga, lakini alituhusia Mtume Muhammad na akapendekeza tufunge sisi Waislamu. Lakini sasa ndani ya masiku 10 haya kuna masala yalitokea. Maana nilimwambia Sheikh Abdallah jana, lazima niwafikishie Waislamu wenzangu ujumbe huu. Kuna wengine wasikia tu kwamba ndani ya masiku 10 haya kuna mambo yalitokea. Sasa ningalipenda tuwe makini sana sana kuyasikiliza mambo haya yaliyotokea. Naam. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kutoka kwa Ibn Abbas radha Mwenyezi Mungu zimwendee, ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Ibn Abbas asema, alisema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-yawm alladhi ghafara Allahu fihi li Adam alayhi salam, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimsamehe baba yetu Adam dhambi zake. Kwa sababu Adam alipoambiwa aingie katika pepo, alihalalishiwa mijiti yote ale, isipokuwa mjiti mmoja tu, nao ni shajaratul khuldi. Ibn Kathir rahimahullah anasema katika kitabu chake Qasasun al-Anbiya ukurasa wa 18, mtume anasema mjiti huo urefu wake ni 1000 kwenda juu ni 1000 urefu wake. Lakini mama Hawa aliupanda kwa ujasiri wake, akaenda akachuma mji tunda, akaja akampa baba yetu Adam akala. Sasa kwa kosa hili mtume ndo anaeleza ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimsamehe baba yetu Adamu, awwalun, ni siku ya kwanza, yaumu min Dhulhijja, ya siku ya Dhulhijja ambayo tulianza Jumatatu tukiangalia kufunga. Kwa hiyo ile Jumatatu ambayo tulianza kufunga, basi ni siku ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimsamehe baba yetu Adam makosa yake. Na hata ukienda katika kitabu cha Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahullah, Ighathatul Lahfani min Masail ash-Shaytani, juzuu ya kwanza ukurasa nambari 4, Ibn Qayyim al-Jawzi anaendelea kwa upana au anazungumza kwa upana katika toba ya baba yetu Adam alayhi salam. Naam, man swama, atakayefunga siku ya kwanza ya Dhulhijja, ghafara Allahu lahu kulla dhanbi, Mwenyezi Mungu atamsamehe kila dhambi aliyoifanya isipokuwa madhambi 7 yale makubwa, jitalibu sab'at mubiqat. Na Mwenyezi Mungu anasema katika sura An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'at, mkijiepusha na yale madhambi makubwa niliyokukatazeni, haya madogo madogo tamu msiniombe toba, mimi nitakusamehe. Sasa kwa mujibu wa hii ya kwanza, atakayefunga atasamehewa yale makosa yake aliyoyafanya ambayo ayajua na asiyoyajua, ambayo ni madogo madogo, isiyokuwa yale madhambi 7 yale makubwa. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Wal yawmu thani, na siku ya pili, istajaba Allahu du'a Yunus alayhi salam, ni siku ambayo
Allah subhanahu wa ta'ala alijibu dua ya Nabii Yunus alipomezwa na chewa au alipomezwa na samaki. Wa dhannuni idhhaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin. Kwa sababu ya hii katika suratul Anbiya aya ya 89, aya ya 87, ya 86 mpaka aya ya 87 ndio nazungumza aya hizi mbili. Sasa kwa sababu Nabii Yunus aliondoka hali ya kuwa ni mwenye kukasirika, kila akiwalingania watu wake katika haki, watu wamkataa, akaamua aondoke. Allah subhanahu wa ta'ala akamtia mitihani, lakini Nabii Yunus alijua kurudi kwa Allah. La ilaha illa anta, hakuna mola pasipo kuabudiwa isipokuwa wewe, subhanaka, umetakasika. Inni, hakika mimi Yunus, kuntu, nimekuwa minadh-dhalimina, miongoni mwa wale waliodhulumu kabla ya mimi. Sasa mtume anasema man swama, naam, atakayefunga dhalika al-yawm, siku hiyo aliyookolewa Nabii Yunus, ambayo siku ya pili ya Dhulhijja, kana, atakuwa mtu huyo kama abada Allah ta'ala sana, ni kama aliyemwabudu Mwenyezi Mungu mwaka mmoja mzima. Siku moja tu ya Dhulhijja ambayo ni siku ya pili, ukiifunga ni sawa sawa na ulomwabudu Mwenyezi Mungu mwaka mmoja mzima. Anatambua baba yetu Adam aliishi katika uhai wake miaka 960. Nabii Yunus ameishi katika utume wake miaka 120. Sasa atakayefunga siku hii ambayo aliokolewa Nabii Yunus na Allah ni sawa sawa na aliyefunga mwaka mmoja mzima. Allahumma ij'alna minhum. Lam ya'si Allah, hata muasi Mwenyezi Mungu mja huyo, fi ibadatihi, katika ibada zake, tarafata ain, hata kama ni kwa ncha ya jicho. Lile kosa utakalolifanya dogo tu siku ya pili ya Dhulhijja, basi hata usikae ukasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Una opportunity ya mwaka mmoja mzima kufuta makosa yako. Una nafasi ya mwaka mmoja mzima wafutiwa makosa tu, hata kama hujakaa siku ile uliyofanya aswi ya siku ya pili ukasema astaghfirullah astaghfirullah kwa makosa yangu niliyofanya ya Rabbi, basi una nafasi wewe ya mwaka mmoja mzima kusamehewa hata kama hujaomba msamaha. Naam. Wal yawmu thalith, na siku ya tatu, alladhi, ni siku ambayo istajaba Allahu fihi dua Zakaria alayhi salam. Siku ya tatu ni siku ambayo alijibu Mwenyezi Mungu dua ya Nabii Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni fardahu wa anta khayrul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Hata katika sura Maryam Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja Zakaria. Ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qabl samia. Hasa kwa sababu ya haja ile aliyokuwa nayo Zakaria, ilikuwa ni siku ya tatu ya Dhulhijja, Allah subhanahu wa ta'ala alijibu dua ya Zakaria, na Zakaria ameishi katika utume wake miaka 207. Miaka 207 ndio Aisha alioishi na Nabii Zakaria. Man swama dhalika al-yawm, atakayefunga siku ya tatu, istajaba Allahu du'aahu, Mwenyezi Mungu ataijibu dua yake yote atakayoiomba. Siku ya tatu atakayefunga akaomba dua kwa wingi kwa sababu ana haja kwa Allah, basi Mwenyezi Mungu atamjibu dua yake. Wal yawmur rabi', na siku ya 4,
al-yawm alladhi ulida fihi Isa alayhi salam, ni siku ambayo alizaliwa Mtume Isa, juu yake amani. Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amut wa yawma ub'athu hayya dhalika Isa ibn Maryam qawla al-haqqi alladhi fihi yamtarun. Pamoja na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alimuumba Isa, lakini Allah yeye mwenyewe akakana, ma kana lillahi an yattakhidha walada subhana idha qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah hakumuumba Isa akasema kwamba mwanangu, hapana. Inna mathala Isa inda Allahi kamathal Adam, kwa sababu mfano kama alivyoumbwa baba yetu Adam ndio vile vile alivyoumbwa Mtume Isa alayhi salam. Sasa man swama, atakayefunga dhalika al-yawm, siku hiyo, nafa Allahu anhu al-ba'sa wal-faqr, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamuondolea shida za maisha na ufukara. Allahumma ij'alna minhum. Nabii Isa ameishi katika utume wake miaka 35. Miaka 35. Historia inatuambia miaka 40, lakini kabla hajanyanyuliwa na Allah ni miaka 35. Aliponyanyuliwa na Allah ikawekwa miaka mingapi? 40. Na asbabu ya kunyanyuliwa Nabii Isa ni Mayahudi ilikuwa washaika dhamira ya kwenda kumuua, kama anavyosema Ibn Kathir katika Al-Bidaya wa Nihaya juzuu ya kwanza. Ilikuwa tayari washapanga michakato ya kwenda kumuua, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema hawawezi wakakuua, mimi niko Mola wako nitakusaidia. Kwa hiyo wakati wanakuja wale sasa, Nabii Isa akawakushanya wanafunzi wake 12. Akamwambia, ni nani ambaye atasimama masimamo yangu haya? Mimi nataka kuondoka, nenda kwa baba. Akanyanyuka mwanafunzi mkongwe wa kwanza, Nabii Isa akasimama, wewe sitaki. Akanyanyuka wa pili, akasema na wewe pia sitaki. Akanyanyuka wa tatu, akasema na wewe pia sitaki, mpaka akaenda akanyanyuka mwanafunzi wa 9. Isa hicho atafundisha nini? Usimdharau mtu asiyekusaidia. Nabii Isa hakusema kwamba nitakawadharau wanafunzi wangu wakongwe, eti kashakuwa mkongwe ndio nimdharau. Hapana. Kumbe yule mwanafunzi wa 9 ndiye mwanafunzi ambaye alifanana copyright na Nabii Isa alayhi salam, kama aya zinavyotuambia, wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha la. Hawakumuua Nabii Isa na wala hawakumtundika katika msalaba, lakini walifananisha, kwa sababu yule mwanafunzi wake wa 9 ilikuwa akifanana na yeye, wakamuua. Allah akamchukua Nabii Isa. Naam, fakana yaum al-qiyama, na atakayefunga siku hiyo, siku ya ngapi? Siku ya 4, atakuwa siku ya kiyama ma'a safarati al-barara, pamoja na safari yake itakuwa ni nyepesi kabisa, wal kiram, na safari yake itakuwa ni utukufu ndani yake. Allahumma ij'alna minhum. Naam, wal yawm al-khamis, na siku ya 5, al-yawm alladhi, ni siku ambayo ulida fihi Musa alayhi salam, alizaliwa Nabii Musa. Nabii Musa alizaliwa na Mama Hannan na Mama Hannun kwa lugha nyingine. Lakini sasa baada ya kuzaliwa Nabii Isa, Allah subhanahu wa ta'ala, kama inavyoelezea historia ya kwamba Firaun ilikuwa akiua watoto wanaozaliwa kwa wana wa Israeli, kwa sababu aliambiwa na wale waganga wake, yuladu mauludu wa yudhibu mulku, atakuja kuzaliwa mtoto, atakuja kuondoa nini? Ufalme wako. Kwa hiyo kila anayezaliwa kwa wana wa Israeli chinja. Na Qasasul Nabiyina inatuambia Firaun ilikuwa akichinja watoto 1000 kwa siku. Watoto 1000 Firaun ilikuwa akiwachinja kwa siku. Sasa Firaun anamkumbusha Musa kwa kuzaliwa kwake. Qala awalam nurabbika fina walida walabitha fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Qala, akasema Firaun kumwambia Musa,
awalam nurabbika fina walida, hivi wewe si nilikulea hali ya kuwa ni mchanga hapa? Wewe ulikuwa mchanga ile kokota ile kwenye mto Naili wewe, si wewe? Walabista fina min umrika sinin, na kisha ukakaa katika kasri langu hili miaka mingi, wewe si kweli? Wa fa'alta, na ukafanya fa'alataka, ulichokifanya, allati, kile ambacho fa'alta, ulichofanya, wa anta minal kafirin, na wewe Musa ni miongoni mwa makafiri vile vile. Usinitemee kafiri peke yangu, hata wewe kafiri. Nabii Musa alayhi salatu wassalam ameishi katika utume wake miaka 125. Ilipokuwa tumemtaja Nabii Musa, lazima tumtaje na ndugu yake Harun. Harun ameishi katika utume wake miaka 119. Manswama, atakayefunga siku hiyo ya 5, bari'un minan nifaq, ataepushwa na unafiki, itakuwa si mnafiki. Kwa sababu gani? Unafiki umekuja vipi kwa Musa? Firaun alipotaka kumtesti Nabii Musa, alipotaka kumpima, je, huyu ndiye atakayeondoa ufalme wangu au siye? Je, huyu ana akili au hana? Kama historia inavyotuambia, ni pale alipokuja mwekea kaa la moto na tende. Nabii Musa ni mtoto mdogo, alipoiona tende ikawatafuna ulimi, hajakaribia aiendea. Firauni akasema kumwambia Hamana, leo nataka nijue, je, huyu ndiye au siye? Ekeni mkaa wa moto, mwekeni tende, kisha mwiteni aje achukue chochote anachokitaka katika vile vitu. Nabii Musa ikawa yuenda kwenye tende. In tansurullaha yansurukum, Allah kisha kuandaa kwamba umnusuru, bila shaka naye atafanya nini? Atakunusuru. Nabii Musa kasha kwenda kupeleka mkono katika tende, Allah subhanahu wa ta'ala alimtuma Jibrili akamwambia, nenda haraka sana, sasa hivi mja wangu ataangamia. Musa hajui lolote, yule bado ni mtoto mdogo, kauondoe mkono wake pale, upeleke katika kala moto, kisha umlezeshe kwenye mdomo wake. Jibrili akaja akachukua mkono akamshikisha kwenye kala moto akamlisha. Na Nabii Musa ndiye mtu aliyesema, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, ondoa fundo lilomo katika ulimi wangu, mimi kutamka vizuri siwezi. Mwenyezi Mungu ajua kama mimi nina majeraha katika mdomo wangu, nipe mtu wa kwenda kuzungumza naye, Haruna akhi. Lakini mtu mwingine, na nitaka Haruni ambaye ndugu yangu ende akazungumze, mimi sina fasaha kuzungumza, nina matatizo katika mdomo wangu. Na matatizo aliyopata Nabii Musa kihistoria ni haya, alipomezeshwa kala moto na Jibril alayhi salam. Naam, atakayefunga siku hiyo basi ataepushwa na unafiki au min adhabil qabr, na ataepushwa na adhabu za qabr. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum. Wal yawmu sadis, na siku ya 6, al yawmu alladhi, ni siku ambayo fataha Allahu ta'ala linabiyihi fihi alkhair, siku ambayo alizifungua khairi zote Mwenyezi Mungu kumpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Na sura nyingine, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, ila akhir sura. Ni siku hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimfungulia mtume wetu Muhammad, kipenzi chetu, nuru yetu, khairi zote, akamwambia leo nimekupa khairi zote, chukua. Kwa maana hiyo, kama Mwenyezi Mungu alimpa khairi zote mtume Muhammad siku ya 6, tuomba Allah atufikishe ndani ya siku ya 6 hiyo na tuifunge, na Mwenyezi Mungu atupe khairi kama alivyompa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, manswama, atakayefunga siku hiyo ya 6, yanzuru Allahu ilayhi birrahma, Mwenyezi Mungu atamwangalia kwa jicho la rehema. Allahumma ij'alna minhum. Fala yu'adhibu ba'dahu abada, na wala hataadhibiwa na Mwenyezi Mungu milele. Nafasi ndugu zangu,
wazazi wangu, ukifunga siku ya 6 Allah subhanahu wa ta'ala akaja akachukua roho yako na Allah akaitakabali somo ulofunga, hutoadhibiwa wewe milele. Naam. Wal yawmu sabi'a, na siku ya 7, al-yawmu alladhi, ni siku ambayo yughlaqu fihi abwabu jahannam, kufungwa ndani yake milango ya moto wa jahannam. Wala tuftahu, na wala haifunguliwi moto wa jahannamu hata tamdhi ayyamil ashri, mpaka yapite masiku 10 haya. Siku ya 7 milango yote ya jahannamu yafungwa na hakuna mlango unaofunguliwa mpaka yapite masiku 10 haya. Mansuama, atakayefunga siku ya 7, aghlaqa Allahu anhu 30 baba min al-asri, Mwenyezi Mungu atamfungia milango 30 ya uzito. Kama maisha yako yalikuwa mazito ukafunga siku ya 7, siku ambayo ni tukufu hii, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataifunga milango 30 ndio mizito. Hayajiulize wewe una milango mingapi ya kutafuta riziki, pengine 3 4, lakini Allah aifunga 30 na aifanya kuwa mizito, kisha akupa nafasi mja wake, anakwambia wafataha lahu 30 baba min al-yasri, kisha atakufungulia miaka 30 milango 30 ya wepesi. Allahumma ij'alna minhum. Milango 30 Allah ataifunga ya uzito, kisha Allah atarudi tena atakufungulia wewe milango 30 ya wepesi. Mansuama. Naam. Wal yawmu thaminu, na siku ya 8, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliishi katika utume wake miaka 63, ni maarufu hii tunajua. Naam. Wal yawmu thaminu, na siku ya 8, al yawmu alladhi, ni siku ambayo yusamma, huitwa siku hiyo yaumu tarwiya, siku ya tarwiya. Hii tarwiya ipo katika wadi Arafat, na ndio maana watu wengine wanasema Arafa ni 2. Jamani, Arafa si 2, Arafa ni 1. Aliandika kitabu Ash-Shamilu limasail as-siyam wal-i'tikaf wa lailatul qadr, Abu Umar at-Tawfiq rahimahullah, yanaeleza kwa ufasaha pale ukurasa wa 312. Arafa ni 1, ila sisi ambao hatuko kule Maka hatuna Arafa. Sisi ambao walioko Maka ndio wana Arafa, sisi tuna yaumu Arafa. Kiangalia kihistory, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitabu chake Risalatu fi sujudi sahwi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au Risalatu fi sirati nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam cha Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, anasema baada ya kwamba Mtume aliwakusanya masahaba wake kawaambia, nyinyi ndio wenye Arafa, kwa sababu ikifika siku ya Arafa nyinyi ndio mnakwenda katika ile Arafa wenyewe. Lakini ikifika Arafa kwa ambao hawako Saudi Arabia, wao wale watakiwa wafunge kwa kuienzi siku ya Arafa, sio kwa kuwapongeza mahujaji walioko wapi? Maka. Kauli haijaja hivi. Kauli raji, wafunge kwa kuienzi siku ya Arafa. Sasa ndani ya wadi Arafati ambazo siku ya ibada mule ndani ya wadi Arafati, miongoni mwake ni hii yaumu tarwiya, na mahujaji hawakupendekezwa wafunge masiku haya isipokuwa siku moja tu, yaumu tarwiya, ambayo ni siku ya 8. Hii waifunge mahujaji, lakini hizi zote hata kama wasifunge, kwa sababu wamekwenda madhhabu ya Imam Malikia, wamesema kitu kinachowazuia watu mahujaji wasifunge ni kutokana na safari zao, au safari yao wanaotoka hapa kwenda kule ni nzito safari yao. Hicho ndio kitu kipengele cha kwanza walichoambiwa kwamba wasifunge. Lakini ikiwa mtu ataamua kufunga hakuna kosa, lakini ibada tu asijakaenda kazifanya kivivyo. Ndio kitu kilichoogopewa. Sasa ikiwa hataogopea hivi, ataamua kufunga wafunge, lakini haikupendekezwa kwao wafunge siku hizi isipokuwa yaumu tarwiya ndio wao wafunge. Man sawamahu, atakayefunga hiyo yaumu tarwiya, ata min al-ajri ma la ya'lamuhu illa Allah ta'ala, Mwenyezi Mungu atampa ujira, hakuna yoyote anayejua ujira huo isipokuwa yeye mwenyewe Allah subhanallah. Allah atakupa ujira ukifunga siku ya 8 ya Dhulhijja. Ujira huo hakuna yoyote anayejua siri yake, hakuna yoyote anayejua malipo yake isipokuwa yule aliyekuumba wewe, Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu angalieni jamani,
Nafasi iloje, nuru iloje, khairi iloje ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakutakia mja wake wewe. Naam, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum. Wal yawmu tasi', na siku ya 9, al yawmu alladhi, ni siku ambayo huwa yaumu Arafa, ndio siku ya Arafa. Man swamahu, atakayefunga siku ya Arafa, kana kafara, atakuwa ni kama kafara yake, lisanati madhiya, kwa mwaka uliopita atafutua makosa yake, wa sanatun mustaqbala, na mwaka wa mbele unaokuja atafutua makosa yake. Wa huwa al-yawmu alladhi, na siku ya Arafa ni siku ambayo anzala fihi, aliteremsha Mwenyezi Mungu aya yake aliposema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ilikuwa ni hijjatul wadaa, kama alivyosema Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake Majmu' al-Fatawa mjallad wa kwanza ukurasa wa 24. Hii aya ndio iliteremka hapo. Ilikuwa ni siku ya Arafa, tena siku ya 9, ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio awaaga maswahaba zake, ndio maana ikaitwa hijjatul wadaa, hija maagano. Naam, wal yawmul ashir, na siku ya 10, huwa yaumul udhiya, hiyo ndio siku ya kuchinja. Man qarraba qurbana, atakaye karibisha kichinjwa, kuanzia mbuzi kwenda juu, ndio kachinja kuku, kasema nataka nichinje kuku. Kuku bwana chinja ule. Lakini sikilizeni hii qurbana, man qarraba qurbana, atakaye karibisha kichinjwa, fihi, ndani ya sehemu anayokaa au pahali anapokaa, fa abawwal qatratan fatarat min damihi, likaanguka tone la damu la mnyama huyo aliyemchinja, likaanguka chini tu, moja tu, tusichukue maana damu ni nyingi tukiwachinja, si ndio? Lakini tuchukulie tone moja tu tuchukue hivyo. Ghafara Allahu lahu dhunubi, Mwenyezi Mungu atamsamehe makosa yake, wa dhunubi, na makosa ayalihi, ya jamaa zake wote. Mashallah, subhanallah. Allahumma ij'alna minhum, khairi loje hii sana kwake yeye mchinjaji na jamaa zake wote, hata kama yuko wapi, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe makosa yake. Waman, na mtu ambaye at'ama fihi mu'mina, atakayepika kisha akamlisha mu'mini. Nishachinja, lakini katika kupika supu nikamchukua mu'mini au waumini nikawalisha. Au tasaddaqa bihi bisadaqa, au akachukua mafungu akaenda akagaia watu ambao ni dhu haja, ambao wana haja ya kile kitoweo chake, akawapa nafasi hiyo. Ba'athahu Allahu ta'ala yawmal qiyama, atamfufua Mwenyezi Mungu mtu huyo siku ya Kiyama, amina, hali ya kuwa ni mwenye kuaminika katika na kwake au katika utawala wake. Allah atakufufua hali ya kuwa ni mwenye kuaminika mja wewe katika utawala wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi ya kwanza, wa yakunu mizanuhu, na itakuwa mezani yake mtu huyo athqal, ni mzito, min jabali Uhud, kuliko mlima Uhud. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma taqabbal siyamana. Na hichi ni kisa maarufu kilichotoka kwa Nabii Ibrahim alayhi salam, na mtoto huyo alimpata Nabii Ibrahim, na sababu ya kuchinja ni kwa sababu ya Nabii Ibrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, baba yangu, mimi naenda kwa Mola wangu, huenda Mungu wangu ataniongoa. Rabbi habli minas salihin, Mwenyezi Mungu nipe mtoto miongoni mwa watoto wema. Babasharnahu bighulamin halim, na tukampa bishara Ibrahim ya kwamba atapata mtoto mpole. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, na alipokwenda naye katika mahangaiko yake alisema, ya bunayya, mwanangu, inni ara fil manam, mimi nimeona katika usingizi wangu, anni adhbahuk, mimi baba yako na kuchinja. Fanzur, angalia mwanangu, madha tara, kitu gani waona, utanifahamisha nini katika hili mwanangu?
qala ya abat fa'al ma tu'mar, baba yangu fanya ulichoamrishwa na Allah. Kwa sababu Nabii Ibrahim aliomba mtoto mpole, aliomba mtoto mwema, Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu. Nabii Ismail akamwambia baba yake, if'al ma tu'mar, fanya ulichoamrishwa na Allah. Satajiduni insha Allahu minas sabirin, utanikuta mimi mwanao insha Allah, Allah akipenda, minas sabirin, miongoni mwa wale wenye kusubiria katika mitihani kama hii. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tuwe watoto wema, atujalie watoto ambao wataipenda dini yake, atujalie watoto ambao watatusikiliza sisi wazazi wao katika khairi. Nabii Ibrahim kashakwenda mpaka katika pahali pa Yaumun Nahri, kama tunavyoiita siku ya kuchinja, pahali pa kuchinjwa. Nabii Ibrahim kashamfikisha mwanawe, na ilikuwa hajui Nabii Ibrahim kwamba itakuja ibada hii sehemu hii. Ibrahim ilikuwa hajui, akamlaza Ismail kama inavyoelezea 40 an-Nawawi na vitabu vingine. Alipomlaza Nabii Ismail alisema kumwambia Ibrahim, baba yangu, hebu kinoe kisu chako upate kukistarehesha kichinjwa chako, usije ukanichinja ikawa kisu kinakwaruza. Huu ni haramu jamani, kuchinja mnyama ikawa kisu hakipati, wewe uko tu unanitia katika haramu mnyama. Kinoe kisu chako vizuri kipate, kisha laza kichinjwa chako kichinje. Nabii Ibrahim akanoa kisu chake vizuri. Ismail akamwambia Nabii Ibrahim, baba yangu, sijapata kisu tayari. Hanje Ibrahim kashamlaza, kashaweka kisu katika unuki, katika shingo ya mwanawe. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Jibril, inna Ibrahima khalili qad saddaqta ar-ru'ya. Ibrahimu kipenzi changu kashaisadikisha ndoto, sasa hivi atamchinja mwanawe sasa hivi. Nenda katika pepo ya Firdausi, kachukue kabishun, kondoo dume, kamlaze pale, muondoe Ismaili haraka sana. Jibril akaenda mpaka katika pepo, akachukua kondoo dume, akaenda kamlaza. Nabii Ibrahim ilikuwa hajui kama pale kwa kondoo dume, kwa sababu ilikuwa kafumba nini? Kafumba macho. Akamchinja kondoo. Baada ya kumchinja akamwangalia Ismaili yuko pembeni, kumbe akamchinja kondoo. Ndio maana ikaitwa Eid al-Udhiya. Eid ya kufanya nini? Ya kuchinja. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma iqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al ad-dunya akraha minna wala mablagha ilmina wala tusallit alayna man la yarhamna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Ya Rabbi, tukuomba kwa utukufu kwa rehema zako, kama tulivyokusanyika katika Masjidi Itihadi, ya Rabbi tukuomba utukutanishe katika rawdatun min riyadil janna. Ya Rabbi tukuomba kwa utukufu kwa rehema zako utujalie watoto wema, utujalie watoto ambao watakao kwenda katika misingi yako. Ya Rabbi tukuomba, Rabbi utakabali swala zetu. Ya Rabbi tukuomba utakabali siyamu zetu. Ya Rabbi tukuomba, Rabbi utujalie Rabbi kila khair na khairi katika maisha haya tunayoishi. Sisi ni waja wako madhaifu, hakuna khairi tunaweza kuweka katika viwili vyetu isipokuwa tunahitajika kwako au tunahitajia kwako ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ya Rabbi tuokoe katika mabalaa kama ulivyomuokoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi tuokoe katika shida kama ulivyomuokoa Nabii Musa kwa Firaun. Ya Rabbi tukuomba wadhalilishe maadui zetu. Ya Rabbi tukuomba wadogeshe maadui zetu kama ulivyomdogesha Abu Jahali kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kulipeni khairi inshallah, na khairi zaidi na zaidi, na tujalie wepesi katika maisha yetu.